Na hayo maneno ikakuwa inamkera sana, ya kwamba mimi ninamwambia kila siku tusikize wananchi, tufuate ile wananchi wanasema, tusiwaangaishe wananchi, tupate nafasi ya kuwa watu ya kusikiza watu. Sasa ukiangalia Kenya iko kelele kila pahali, na ndio naona sasa, nimeona hata wajumbe wale wanaunga rais mkono wameanza kubadilisha vile walikuwa wanaongea, wanaanza kusema hii chief na SHA haifanyi kazi. Na mimi nilikuwa nimewaambia kitambo, lakini ground imekuwa moto. Sasa wakienda kila pahali wanapigwa kelele, kwa sababu ile wanasema na vile iko ground ni tofauti. So ikafika pahali sasa ikakuwa rais ameona pia hawezi fanya kazi na mimi, na mimi nauliza maswali mengi, mimi natetea wananchi, mimi nakashifu mambo ya ufisadi, mimi nasema wananchi wasikizwe. Ndio sasa akaamua kunifukuza, akatoa pesa mamilioni, wabunge wote wakapatiwa kila mtu 1500 wanifukuze, senators wakapewa 10 milioni kila mmoja, na hayo yote Wakenya wanajua. Lakini hiyo haina haja sasa. Ile kitu ya maana sasa ni kuangalia mbele, kwa sababu hatuwezi lalamika ile ambayo ilifanyika. Maji ikimwagika hayasoleki, na sisi hatuna na haja na hiyo sasa. Mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais, tukiwa tu pale pale 10 million 500 million, hiyo pesa ilikuwa mingi sana. Si hiyo ni kuharibu uchumi ama ilikuwaje? Hii ni kuharibu uchumi, kwa sababu hii ni mali ya umma, na hiyo ndio shida tuko nayo katika Jamhuri ya Kenya. Pesa ambaye ingesaidia wananchi kununua madawa, pesa ambaye ingesaidia kwa hii maneno ya capitation, pesa ambaye ingesaidia kuunganishia watu stima, imechukuliwa. Kasi yake ni siasa. Ni siasa tupu inaendelea. Hata ukiona saa hii siasa imeanza, mikutano hapa Karen inaendelea, kila mtu 10,000. So tuseme sasa hivi wabunge wa bunge la sasa hivi wengi wanafanya biashara, hawawakilishi wananchi, ni biashara tu. Sasa nikuulize ndugu yangu, ukisikiza ground vile inaongea, nyinyi ni watu mnapata nafasi ya kupata feedback, na vile hiyo wabunge wanaongea ni tofauti. Wao wabunge wanafikiria tupo zao, wanafuata ile rais anasema, wanashughulikia tupo zao, na wamewachana na mambo ya wananchi. Lakini naona uchaguzi kianza kukaribia, nimesikiza weekend hii, nimeona hawa ya kwetu ya Mlima wameanza kupindua lugha kidogo, pole pole. Kama iko shida tutasikiza, tutarekebisha. Wale walikuwa wanajipiga kifua, hii SHA ni mzuri, hii shifu ndio yenyewe, hakuna mambo ingine, ni hiyo, sisi tutafuata. Sasa wameanza kupindua lugha. Na unajua hii wabunge pia ni watu ya kuchekesha wananchi sana, kwa sababu siku finance bill ilikuwa 2024, rais aliposema ni mzuri, wote walikuwa wanasema ni mzuri. Siku rais amesema kumekuwa na shida ya Gen Z, amesema tuachane na hii finance bill, wanampigia makofi, wanasema ni kweli, tumekubali. Mambo ya Adani hawa wabunge walikuwa wanatetea, nasema ni kitu ya maana sana. Sema hii Adani ni mzuri, itatengeneza airport yetu, itatengeneza mambo ya Ketraco. Hii maneno ya Adani hakuna ufisadi, ni nyeupe kama pamba, hii ni kitu mzuri. Siku rais amesukumwa na Amerika, kwa sababu sikupenda kwake. Amerika alitoa taarifa nasema hii Adani hapana sawa sawa. Sasa rais amepiga kona, ameenda pale bunge, amesema hii Adani tuachane naye. Wale wabunge wale. So ni biashara wanafanya bungeni. Wanasema igwe, wanaambia rais igwe, kwa sababu ati amefanya mzuri kuondoa Adani. Ni watu ambaye mafikira yao saa hii wamebebwa na rais. Wao wanafikiria mambo ya tumbo zao, wanafikiria mambo yale ambaye itawasaidia wenyewe, lakini wamesahau ya kwamba hao ni watu ya kuchaguliwa. Wamesahau kutetea Wakenya, wamesahau kusimama na ukweli, wamekataa kusikiza ground vile wananchi wanasema, lakini chuma chao kiko motoni. Kabla mwenzangu Lydia ulize swali, pengine maswali mbili, Mheshimiwa RDG.